Hamari. Tetemeko la ardhi Kagera Bukoba siku ardhi iliposimama, kisha ikatikisika tarehe 10 Septemba mwaka 2016. Asubuhi ilikuwa ya kawaida katika jiji la Bukoba, ndani ya mkoa wa Kagera. Watu walikuwa wanaendelea na shughuli zao, Wengine sokoni, wengine nyumbani, wengine kanisani kwa ibada ya asubuhi. Hakukuwa na dalili ya wazi kwamba ndani ya dakika chache ardhi yenyewe ingeanza kusogea. Baadaye ndikizipo. kwanza ulikuwa kama mbuso mdogo chini ya miguu. Sekunde chache baadaye ukageuka mshtuko mkali. Majengo yakaanza kuyumba, kuta zikapasuka, vioo vikavungika. Watu wakaanza kupiga kelele na kukimbia nje bila kuelewa kinachoendelea. Tetemeko hilo lilikuwa na ukubwa wa takribani 5.9 katika kipimo cha Richter. Kitovu chake kilikuwa karibu na mpaka wa Tanzania na Uganda, karibu na ziwa Victoria. Lakini athari kubwa zilionekana Bukoba na maeneo ya jirani. ndani ya chini ya dakika moja. Maisha yalibadilika. Sekundi za hofu. Wale waliokuwa ndani ya majengo ya ghorofa walihisi sakafu ikiumba kama mashua baharini. Dari lilianguka, matofali yaliporomoka. Baadhi ya majengo yalianguka kabisa, hasa yale yaliyojengwa bila kuzingatia viwango imara vya ujenzi. Shule zilisitisha masomo, afya, hospitali zilijikuta zikikabiliwa na majeruhi wengi kwa wakati mmoja. Barabara zilijaa vumbi na watu waliokuwa wanatafuta ndugu zao. Idadi rasmi ilithibitisha kuwa zaidi ya watu 17 walipoteza maisha na mamia walijeruhiwa. Maelfu walibaki bila makazi baada ya nyumba zao kuharibika au kuonekana hatarishi. Lakini nyuma ya namba hizo kulikuwa na simulizi za kibinadamu. Kulikuwa na wazazi waliopoteza watoto, watoto waliopoteza wazazi, familia zilizolala nje kwa hofu ya mitikisiko mingine. Kwa nini tetemeko hutokea? Ili kuelewa kilichotokea, lazima tuangalie chini ya ardhi. Ardhi ya dunia imegawanyika katika mabamba makubwa yanayoitwa tectonic plates. Mabamba haya hayasogei kwa kasi tunayoiona kwa macho, lakini yanaendelea kusukumana au kuvutana polepole kwa miaka mingi. Eneo la Afrika Mashariki liko ndani ya kitu kinachoitwa East African Rift System. Hii ni sehemu ambako bara la Afrika linagawanyika taratibu katika vipande viwili vikubwa. Mchakato huu husababisha mikazo chini ya ardhi. Wakati mikazo hiyo inakusanyika kwa muda mrefu kisha kuachiliwa ghafla, nishati hutoka kwa nguvu na kusababisha mtikisiko tunaouita tetemeko la ardhi. Tetemeko la Kagera lilitokana na kuachiliwa kwa nishati hiyo ndani ya mifumo ya ufa wa Afrika Mashariki. Ingawa si mara nyingi sana kwa Tanzania kupata matetemeko makubwa, eneo hilo lina historia ya matukio madogo hadi ya kati kutokana na jiolojia yake. Siku baada ya tetemeko, baada ya mtikisiko wa kwanza, kulikuwa na mitikisiko midogo iliyofuata. Kila mtikisiko mdogo ulirudisha hofu. Watu wengi waliamua kulala nje kwa siku kadhaa. Serikali ilitangaza hatua za dharura. Misaada ilianza kuwasili. Mashirika ya ndani na kimataifa yalitoa mahema, chakula na vifaa vya matibabu. Vikundi vya uokoaji vilikagua majengo yaliyopasuka ili kuzuia ajali zaidi. Shule nyingi zilifungwa kwa muda. Baadhi ya majengo ya serikali yalipigwa muhuri kwa sababu hayakuwa salama. Makanisa na nyumba za ibada zilizoharibika vilionyesha jinsi tukio hilo lilivyogusa kila sekta ya maisha. Somo la ujenzi na maandalizi. Moja ya mambo yaliyojitokeza wazi ilikuwa hali ya majengo mengi. Baadhi yalianguka kwa sababu ya kukosa uimara wa kimuundo. Tetemeko halikuwa kubwa sana ukilinganisha na yale yanayotokea katika maeneo mengine ya dunia, lakini madhara yaliongezeka kwa sababu ya miundombinu dhaifu.
Tukio hili lilifungua mjadala kuhusu viwango vya ujenzi Ukaguzi wa majengo na elimu ya umma kuhusu namna ya kujilinda wakati wa tetemeko. Wataalamu walisisitiza umuhimu wa kujificha chini ya meza imara, kukaa mbali na vioo na kutoka nje kwa utaratibu baada ya mtikisiko kupungua. Kumbukumbu ya Bukoba leo. Bukoba inaendelea. Majengo mengi yamekarabatiwa. Maisha yamerudi katika mzunguko wake. Lakini tarehe 10 Septemba mwaka 2016 haijasahaulika. Ni siku ambayo ardhi ilionyesha kuwa hata vitu tunavyoviona kuwa imara vinaweza kusogea. Ni ukumbusho kwamba maandalizi na ujenzi salama si chaguo, Wali ni lazima. Tetemeko la Kagera halikuwa tu tukio la kijiolojia. Ilikuwa tukio la kibinadamu, la hofu, la mshikamano na la kujifunza. Sambutan kupata